wakashangilia. Wakakunywa wakashiba. Sasa wakakumbuka ya kwamba wacha tulete Samsoni adui yetu ili akae mbele zetu, ili atuchezee, ili atuburudishe kidogo. Sasa Samsoni alikuwa kama ngoma. Samsoni alifanya aina za michezo. Hili jambo ilichukiza sana Samsoni. Jinsi alivyokumbuka jinsi alivyokuwa na nguvu. Kwa sababu hata macho yake mawili yalitolewa. Watu wao waliharibu hadi macho yake mawili. Hangeweza hata kuona. Samsoni alikumbuka vile alikuwa na Mungu. Lakini akalia sana. Akalia sana. Lakini akasema ya kwamba hata kama nilipotoka, lakini naweza kumrudia Mungu. Hata kama kuna mali umeenda kando, lakini kuna nafasi tena, unaweza kumrudia Mungu na Mungu akusaidie. Hata kama tumetenda dhambi, lakini tukimrudia Mungu, Mungu atatusamea na Mungu atatukumbuka tena. Samsoni alipokumbuka Mungu akasema, sitakufa mali hapa, nataka nikufe nikiwa na Mungu. Lazima nikufe kama nimerudiana na Mungu. Hiyo ndio jambo ilichukiza Samsoni. Akasema, nataka nitafute njia ili nimrudie Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kumrudia Mungu ni jambo nzuri. Wakikufe kwenye dhambi, wakikufe kwenye dhambi. Ndiposa Yesu alikuja kwa ajili yetu, ili tusife kama bado tunatenda dhambi. Maana Yesu alikuja kutuokoa. Inampendeza Mungu zaidi mtu akikufa kama ako ndani ya Yesu. Ndiposa Samsoni alipoangalia akasema, sitakufa katika mikono ya adui zangu. Nataka nikufe nikiwa na Mungu. Hata kama nilitenda dhambi, lakini nataka nimrudie Mungu. Samsoni akatafuta njia, na sasa akamwambia yule kijana, akamwambia, tafadhali unipeleke pale ambapo naweza kushika nguzo mawili.